Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye channel hii ya Said TV Media. Natumaini mko salama kote mliko na sisi tuko salama. Karibu tena kwa moja kwa moja kwa taarifa za habari, na hii ikiwa ni kichwa cha habari. Wizara ya Ulinzi ya Urusi yaripoti kuangusha ndege 60 zisizo na rubani usiku kucha, huku makamu wa rais wa zamani wa Burundi amesema kwamba tunaenda kuchukua silaha na kuikomboa nchi yetu. Tukiingia DRC ambako wanajeshi wa Dungua wamepiga ndege ya misaada ya kibinadamu Kivu ya Kusini, na huku Felix Tshisekedi arejelea makubaliano ya amani katika hotuba yake kwa taifa. Watu zaidi ya milioni 14 duniani kote wako hatarini kufuatia kuvunjwa kwa misaada ya USAID, huku Marekani ambako Donald Trump anatangaza kuwa amepata mnunuzi wa mtandao wa kijamii wa TikTok. Hii ni sauti yake Moni Juma Dolph kutoka ndani ya Said TV Media, hapa nikiwa mashariki mwa DRC Congo, na hii ikiwa ni habari kamili. Na tuna wakati wa usiku, mifumo ya ulinzi wa anga iliharibu na kukatiza droni 60 za Ukraine huko nchini Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi inadai kuwa hizo habari ni za ukweli. Kulingana na taarifa hiyo, ndege zisizo na rubani 17 zilipigwa juu ya Crimea, huku aina ya UAVs 16 zikipiga juu ya eneo la mkoa wa Rostova, na 11 zilipigwa risasi juu ya maji ya bahari ya Azov. 5 zilipigwa juu ya mkoa wa Kursk. 4 zikaangushwa katika mkoa wa Saratov. Nyingine 3 zilipigwa juu ya maji ya bahari Nyeusi, 2 zikapigwa juu ya mkoa wa Belgorod, na 1 ikapigwa juu ya mkoa wa Voronezh huko Urusi. Tukumbushe tu kwamba vita bado vinaendelea bali ya Ukraine na Urusi. Burundi, katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika mwishoni mwa wiki hii mjini Brussels, Ubelgiji, baadhi ya wanasiasa wenye mfungamano na makundi matatu ya kisiasa yaliyokimbia Burundi wamethibitisha kwamba wanakwenda kuchukua hatua kutokana na wizi wa kura uliofanyika katika uchaguzi huo, ambao wanasema unaelekea kusababisha uharibifu wa nchi. Mmoja wa wanasiasa au Frederick Bamvyungumvira, aliyekuwa makamu wa rais aliyewakilisha wanasiasa, amesema kuwa hawana chaguo jingine la kukataa matokeo ya uchaguzi zaidi ya kuchukua silaha. Alisema, tumeona uchaguzi ukiibiwa waziwazi, tu wanaomriwa wapige kura, wengine wananyang'anywa kadi, wengine hata kura kwa nguvu. Hatuwezi kuvumilia kuwa choma kilichopo madarakani kinatuletea mateso. Tunaenda kuchukua silaha na kuikomboa nchi yetu. Wanataka kutua, lakini sisi tumeinuka kupigana na serikali iliyopo madarakani kwa pinde na mishale. Inawezekana kabisa. Hiyo ilikuwa ni misemo yake Frederick, ambaye alikuwa ni kama rais. Wanasiasa hao wanatoka katika makundi ya kisiasa ya C4 Arusha, muungano wa vikosi vya upinzani vya Burundi kwa marejesho ya mkataba wa Arusha. CN, Coalition for the Renaissance, inawakilishwa na Chavinao Mugwengezo, ambaye ni msemaji wa chama cha UPD na Burundi hapo awali, Patriotic Action Movement, iliyowakilishwa na msemaji wake Libera Ntibosigranganda. Wakati baadhi ya wanasiasa waliokimbia kukataliwa, Frederick Bamvyunziri anasema wamejaribu zaidi ya programu 8 lakini hazikufanyikiwa. Ndio maana wameamua kuchagua njia ya mapambano, kwa sababu huko ndiko wanaweza kuzungumza na kusikilizwa. Tulekea DRC ambako wanajeshi wa DRC wamegundua ndege ya kusafirisha misaada ya kibinadamu katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Ndege hiyo inaripotiwa kuwa ilikuwa ikielekea eneo la Minembwe kusafirisha dawa na chakula kwa wahadhiriwa wa vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC. Vuguvugu la AFC M23 limelaani shambulizi hilo ambalo limetokea yakisainiwa kwa mikataba ya amani kati ya DRC na Rwanda mjini Washington. Msemaji wa vuguvugu hilo anasema kitendo hicho
cha kikatili dhidi ya maafisa wa kusambaza misaada na ukiukwaji wa haki za kibinadamu na mkataba wa amani ulioidhinishwa mapigano. Jeshi la DRC limethibitisha kuwa liligundua ndege moja ya kiraia iliyokuwa katika anga yake. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kupitia runingo ya taifa na msemaji wa jeshi General Sylvain Ekenge, mkuu wa nchi Felix Tshisekedi amezungumza kwa kirefu kuhusu mkataba wa amani uliosaini kati nchi yake na Rwanda siku ya Ijumaa Juni 27 mjini Washington. Anachukulia hii kuwa hatua muhimu ya kumaliza mzozo ambao umesababisha uharibifu katika eneo la mashariki mwa nchi. Makubaliano hayo ya amani yanafungua njia enzi mpya ya utulivu, Rais Tshisekedi amesema wakati wa hotuba yake. Hata hivyo, amani hii muhimu inaendelea kuwa tete. Ameonya akiongeza kwamba sote tunahitajika kujitolea kwa dhati mpango huu. Hatimaye mkuu wa nchi alizungumza suala la umoja wa kitaifa. Ni wakati wa kuipa kisogo katika hali hii kwamba nilikutana na Martin Fayulu, amesema akielezea mazungumzo yake na kiongozi wa upinzani kama hatua muhimu kuelekea sera ya maridhiano. Rasilimali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazitawahi kuuzwa na kukabidhiwa kwa maslahi ya siri. Zitanufaishwa mbele ya yoyote raia wa Kongo. Hakuna maelewano yatakayovumiliwa katika masuala ya uhuru wa kiuchumi. Martin Fayulu pia amesema siku ya Jumatatu Juni 30 kwa makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mjini Washington wakati wa hotuba yake ya kuadhimisha miaka 65 ya uhuru wa DRC. Halitoa picha mbaya ya hali ya usalama na uchumi wa nchi hiyo. Makubaliano haya, ingawa hayawezi kubadilishwa, yanaweza kuwakilisha fursa ya kurejesha utulivu, ameongeza mpinzani huyo, ambaye anatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutekeleza maadhumio ya kilaani mashambulizi ya waasi wa M23. Hiyo ilikuwa ni mazungumzo yake Martin Fayulu kwenye hotuba yake wakati wa kusherehekea miaka 65 ya uhuru wa DRC Kongo hapo mjini Kinshasa. Na ile ilikuwa ni misemo yake Felix Tshisekedi akielezea watu zaidi sana kuhusu ile saini ambayo ilifanyika kule Washington. Tuelekee huko Marekani, ambako kukatwa kwa ufadhili wa Marekani kwa misaada ya kimataifa iliyohamuliwa na utawala wa Donald Trump kunaweza kusababisha vifo zaidi ya milioni 14 ifikapo mwaka wa 2030. Hii ilikuwa ni sauti yake Moni Juma kutoka mashariki mwa DRC Kongo, na hii ni Saidi TV Media, na kualika tena uzidi kusubscribe, kushare and kucomment habari zetu kwa kuzipata zaidi. Chao.